Saumu ni uchamungu kwa aliyenuia kufunga kwa ajili ya Allah, ni kuridhia moyoni katika kuitekeleza kwake, ni kumhofu Allah katika mapungufu ya hiyo saumu, ni kuamini na kutumaini faida na thawabu zake. Ramadhani imetujongelea na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwenye aya za 183 hadi 187 za suratul Baqara amri zake, hukumu zake na muda wake. Pia akatusahilishia yale mazito tutakayokutana nayo na uhalalisho wake, kwani anajua lililo zito kwetu na lipi tunaweza kuona ni kikwazo. Kwa ufupi, funga ni uchamungu uliotukuka ambao unamsogeza mno mja kwa Mola wake. Ni nani huyo akerekae kwa kuja hii saumu yenye siku chache zenye kuhesabika? Ni nani anahisi taklifu kwa maradhi ya usafari? Je, Allah hazijui hali zetu au sisi hatujui utukufu wake? Allah habadilishi kwa waja mpaka nafsi zao zibadilike. Hili ni ridhio na zingatio, kwani machaguzi ya namna mojawapo ya kuishi tumepewa. Alhamdulillah, tumekuwa wazoefu na wengi wetu huihangaikia Ramadhani ili tujisogeze karibu na Muumba wetu. Wapo watoao sadaka, wapo watoao elimu za kidini, na wapo waliodumu misikitini kama mahala maalum patakapomtofautisha na maisha ya vijiweni, na kuwa huu ni mwezi wa Qur'an. Basi kizungumzi kilichochema ni kitabu hicho kikongwe kisichokongeka, kwani hakijamaliza matumizi yake, uvumbuzi wake na ubainifu wake. Kimekamilika, bali sisi tungali tukichota humo hata kwa mahitaji yetu binafsi na mfumo wa maisha yetu. Tunapotekeleza misingi mema ya saumu na kuingia kwenye uchamungu, basi amali zetu hazipotei, bali ni wekezo jema lisilomithilika uzito wake, hasa pale Allah anaposema saumu ni yake na yeye ndiye anayelipa kwa mja. Ikumbukwe kuwa saumu inafanya mtu kubadilisha mwendo wake wa maisha na kuwa makini zaidi katika kuikumbuka akhera, kuipa mgongo dunia na kuwa na hofu ya ghadhabu za Mwenyezi Mungu. Umuonapo Muislam haijali saumu wala haimbadilishi tabia zake hali mwezi ukampita, basi huyo kazaliwa Muislamu na jina kapewa la Kiislamu, lakini moyo wake unagiza, bado hakuwa muumini. Ndo wale wanaohama maeneo ya miji au vijijini mwao mwezi wa Ramadhani na kuzikimbia familia zao. Wanaendeleza kula mchana, wanaendeleza maasi usiku na mchana, wanawahofu wanadamu wenzi wao wasiwaone, lakini hawamhofu aliyewaumba, ambaye huleta uhai bila kulazimishwa na huondoa bila kushtakiwa na yeyote, muda na saa yoyote na kwenye ardhi yoyote. Basi Mola huyu asifichika na kitu ndiye aliyeleta hii saumu ya Ramadhani na akatuamuru mimi na wewe tusioweza kuzuia uhai wetu usitutoke tufunge. Tunatanabahishana haya ili tuwe makini na kuzitekeleza sheria za Allah aliyetukuka. Huu ni mwezi utakotubadilisha wewe na mimi na utatusomesha mengi ndani ya siku chache, basi tujiandae vyema. Miezi 11 iliyopita tumesikia na kuona mengi ya dhahiri na ya kimtandao. Basi mitandaoni kuna mambo mengi. Chagua cha kuangalia na kujifunza kupitia simu yako. Usiathirike kuwa kuna maliwaza kwenye aina ya mitandao ya Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp na kupeana taarifa katika status na kujipumbaza. Jitahidi na viweke kando vimtandao hivyo kwa mambo yasiyo faida. Jua kuwa sasa sio vichekesho tu hutiwa mitandaoni, bali hata uongo ni biashara, ugombanishi na fitna kubwa. AI imeshika kasi na kukashifu kwa kuwa kuna uhuru wa kimtandao ambayo huweza kuondosha hata amani ya nyumba hadi taifa. Kwa kuwa uongo ni biashara isiyo rasmi kwa sasa, basi hifadhi vyema dini yako, maana ni muda mbaya wa kuishi huu, ambao halali hubadilishwa mwelekeo wake na haramu ikajikita mizizi yake. Allah yupo, anaona, anasikia na anajua, lakini kipimo katupa, aina ya kujikinga katuelekeza, na kwa maana hiyo hatutashindwa na vichomozavyo kama biashara haribifu ya nafsi. Aendaye na wakati ni yule amhofiaye Allah, na aliyepitwa na wakati ni yule anayeuchukua ujinga akaufanya ndio ustaarabu. Wengi wameumbuka humu kwa kuivamia dunia na vivutio vyake bila kuikumbuka akhera ambayo tunaiendea. Vijana, kuweni makini sana na kipindi cha saumu. Usijiliwaze kwa mpira, keram, bao na karata.
Kama havijakuchosha miezi 11, basi ujue wakati huu wa saumu utakuwa umeunganisha moja kwa moja thamani ya miezi ile na kuondolea sharafu yake mwezi huu, na kwa maana hiyo hujatofautisha kheri na shari, uongo na kweli, ibada na pumbazo, wakati unafahamu kuwa kuna giza usiku na mwanga mchana. Umma wetu huu umetajwa kuwa ni bora kwa kuwa ni kaumu yenye kuamrishana mema na kukatazana mabaya, jamii ya kistaarabu iliyokombolewa na Allah kupitia vitabu na mitume wake. Ewe uliye na hofu ya mapato na unajiita Muislamu, jikumbushe ndani ya miezi 11 ulihalalika na biashara yako ya vilevi, tapeli na ufitini, au semwa uchawa wa kutunga jambo kujilinda au kutetea kisichostahiki, alimradi mkono unaupeleka kinywani. Jua kuwa utaambulia patupu pale vazi lako likiwa la haramu, kula yako ya haramu na makazi yako ya haramu, iwe ya familia yako ikiwemo kurithi kinyume na sharia ya Allah. Usiumize watoto na mwenza wako aliye mama yao au baba yao, huo ni moto, au matendo yako poromoka, saumu isitakasike na swala isikubaliwe. Allah ijalie Ramadhani ya mwaka huu itufungulie sote nyoyo zilizosafika na kujutia pale tulipoteleza. Amin.